eHope TV. Ni mwiko kabisa kiongozi kujua changamoto zilizopo kwa watumishi wako, halafu wewe unakata. Ndi soka kwambiri kuti ino monga sogoleri mukusiwa mafuto amena peseka ndia Kristo anu kwa makosa kila chitapo katu. Kiongozi utajitoa. Uyu sogoleri kena uzipeleke. Ufanyike majibu. Ukame yako. Wa changamoto za jamii unayoiongoza. Ukala yako mudera imene iwe kama sogolera. Na hiyo inahitaji kujitoa. Zipele funa kusipeleka kwambiri. Kujitoa kwa muda. Kusipeleke chwa cha tawi. Mwili wako kuutabisha. Kwa maso kufutisa tumi lako. Lakini pia kupiga magoti kuwa na ushirika na Mungu kwa maombi. Kwa maso kukoda pansi kupapepela tai zose. Wakati mwingine inabidi kufunga. Tai sinafika hivi ni kusala kudia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huo ushirika na Mungu ndio utakufanya upate njia za kuwasaidia watu wako kwa urahisi. Hizo kukala kwa ubara wa ndi Mulungu atakutatizira kuti iwe upeze mayako abu ino ndi Mulungu kwa watu wako. Mtumishi aliyezungumza kuhusu revival jana. Mtumishi amena nina zati sisi musozulo. Alisema watumishi viongozi lazima tubebe mizigo ya watu kwa kuwaombea. Ndipo ananena kuti asisogolere tinyamule katundu wantu moko wapepelera. Hiyo ni njia moja wapo. Hizo ni njia imoja mwa hizo. Lakini nyingine nimesema unaweza kushirikisha wataalamu husika. Ndipo na ninaso kutakuwa usasa atogena na mazizio kwa kani zana umoyo ni chitozina. Lakini nyingine kwa maso China inabidi kufunika mambo mengine ni magumu sana. Situ zina zole mesa kwa bini. Mambo mengine ni magumu sana. Saufuta kwa bini. Hata ukijitoa ngakare usipeleke. Unaweza ukakutana na mazingira magumu. Utakupesa na mile ni mara ufuta kwa bini. Napenda kuwapa moyo. Tufuna ni kulipi kiseni. Ninapoweka utambulizi juu ya uongozi. Wabene ni kusoka ni kunena usoko kani ya usokore. Kwamba neno la Mungu linasema hakuna lisilowezekana. Ndipo mama Mulungu kuti palibe tosa teka ndi Mulungu. Palile ambalo umekusudia kama kiongozi kwa moyo. Kuti chimene iwe ukuganisira kuti uchite ndi mtima wonse. Na unamshirikisha mhusika mwenye majawabu mema siku zote. Ndipo kumuuza amene alichikomukubo cha ife chobwino. Hautakosa majibu mazuri kwa ajili ya watu. Supesa mayako suga tenge kuti sikupeze mayako abwino kwa anthu amene kwasogolera. Maana tunayaweza yote katika yeye atutiaye. Ndipo timachita zonse kwa iyeyo amene amatipasa mphamvu. Huyo anayetupa nguvu. Amene amatipasa mphamvu. Hata katika magumu sana. Ngakale muzofuta kwambiri. Kama ambavyo Musa alienda kwa Farao mara kibao. Ngakale Mose akapita kwa Farao kangapo. Alafu sasa Biblia inasema. Ndipo Bible inena kuti huyo Mungu ndo aliweka moyo mgumu ndani ya Mulungu yomweyo ndimene analimbisa mtima wa Farao. Sasa usipokuwa na ushirika na Mungu, ngati usupa kale ubale wabwino ndi Mulungu, kiongozi utakata tamaa. Ndipo msogolera sufika patali. Lakini ukiwa na ushirika naye, koko kakala pamoja ndi Mulungu, matokeo unayotaka kuyaona sipaso zimene kufuna zioneke utayaona, uziona. Na kiongozi ndipo msogolera lazima aone matokeo ya kazi aliyofanya. Funga aone zosatira za ntchito imene akugwira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kiongozi lazima ufike mahali kufurahie kazi yako uliyoifanya. Ndipo msogolera ufike pamalo kuti uone ntchito yabwino imene nagwira ndipo ukondwere nayo nagwira hapo ntchito yabwino. Ukiangalia mstari wa 21 kwenye hilo neno tulilosoma. Pamene tumawerenga hapo kawerenga verse ya 21. Na kumalizia pale verse namba 22. Kafika mpaka kwa verse ya kumabeta 22. Mungu anamwambia Musa. Mulungu amuuza Mose. Pamoja na moyo mkuu wa Farao. Kakale Farao wali mtima. Lakini watu wangu. Koma andu anga. Wataingia kwenye nchi iliyojaa maziwa na
manga akupita kusiko limene kulinkaka ndi uchi. Tena hawataondoka watupu. Ndipo sachoka oka ai. Watateka nyara. Ndipo atenga zonse. Za Wamisri. Apanya mitu ya Israeli ya Egypt. Yaani hawa watumwa hawa. Ndipo hawa amene anale akapolwa. Hawa waliokuwa wanalia. Amene amalira kai zonse. Watachukua mali za Wamisri. Atenga chuma chose cha Egypto aja. Ambao watatoa kwa hiari yao. Ndipo apeleka makufuna kwao. Hawatawanyang'anya lakini watatoa kwa hiari. Salanda kama apeleka woka kwa ana Israeli. Kwa sababu kwa taifa ambalo linaitwa wana wa Mungu. Kwa ziko limene kuchena uli awa ni anamulu. Ambao mimi na ninyi wenzangu. Ino ndi ine azizanga. Tunatakiwa tuwatengeneze. Tufuna tuwakonse. Tuwape ufahamu. Tiwaziwishe. Tuwafundishe. Tiwafunzishe. Haya ni yaliyoandikwa hapa ni kwa ajili yao. Hizi zinachitika chikwa cha iwo. Mema ya nchi. Kuti akade sabino za ziko. Hawa watumwa kama ambavyo sisi tunavyokuwa watu wetu wanavyotumikishwa na mateso mbalimbali. Monga ife akaporo atu ameti basogolele ali akufutidwa ndizo mfuta za mbili. Wanayo haki kabisa ya kubadilishiwa. Ali anao ufuro hata kushinda. Mateso yao yakafika kikomo. Kuti mafuta wao afike potela. Wakaingia kwenye ufalme wenye baraka. Alore ufumu wa madalisho. Ninaomba tusome ule mstari wa 21 mpaka wa 22. Tufuna tuwelenge pameti na sila baja. Chapter 20, verse 21 to 22. Exodus wewe itatawelenga. Tupalizise verse 21 to 22. Exodus chapter 3 verse 21 to 22. Sita verse bakataje. Ndipo tisapasa anthu awa ufulu pamaso pa anthu a Igupto. Ndipo kudzakhala pamene mutuluka simudzatulukanso opanda kanthu. Koma mkazi yense azafunse mnzake ndi mlendo okhala m'nyumba mwake ampase zokometsera siliva ndi zokometsera golide ndi zovala, ndipo mudzaveka nazo ana anu aamuna ndi akazi, ndipo mudzafunkha za Mwigupto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema mstari 22, lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akae naye nyumbani vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, nanyi mtawavika wana. Yaani kwa ujumla vile vitu vya thamani ndio haki ya wana wa Mungu. Ndipo maufupi kuti zinthu zofunika kwambiri za pamwamba zodula zimene ife ana Mulungu tiyena kukhala nazo. Kwa sababu wana wa Israeli ni taifa teule kama walivyo wana wa Mungu. Ndipo fuko la Israeli ndilopatulidwa monga ife ana Mulungu ndife opatulidwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Napenda tuanzie pale kwamba kiongozi aliyopewa Musa ilikuwa kuwatoa kwenye dhiki, kuwapeleka kwenye neema yenye baraka. Ndipo tiambile pacha kuti Mose anatumika kuti awatenge anthu ana nchi Israeli pamavuto ndipo awabwerese ku chisomo cha mdaliso wochuluka. Lakini pia Komanso ninaposoma neno hili mene ndikuwerenga mawu awa ninajua Mungu kwa uweza wake kuti Mulungu kwa mphamvu yake anaweza akawapa watu akatoa majibu hata kwa njia ambayo hutegemei. atakuwapasa anthu mayankho amene ife sitikuyembekezera. Ni wewe kiongozi kuwa na ujasiri, Ndindo asogoleri kukhala ndi kulimba mtima. yeye anaweza akachukua hata kutoka kwa watu wengine
wengine akakupa wewe. Hata kukatenga kwa watu ena ndikupasa iwe. Kwa sababu kule Kanaani walipoenda kulikuwa na watu kule. Kwa Kanaani kuja kunani antu kumeni kuja. Lakini kwa sababu ya watu wanaompendeza Mungu. Kwa antu wamene ama mkodwesa Mulungu. Yeye anazo njia za kutoa baraka. Yeye anazo njia zo pasa ndani so mtu. Lakini la msingi. Kama sofunika. Kiongozi yeyote. Sokole kibina yense. Kuna mambo yanayomuongoza. Bali zintu zimene sima baiseta sima tatiza mta sokole lwenwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. La kwanza nimesema kuelewa vizuri kazi uliopewa na Mungu. Ndipo nina kuti usiwe makamaka nchito imene iwe unapasiwa ni Mulungu. Lakini pili, kujua namna ya kufanya ili kutimiza hilo kusudi lako. Komanso uzindikire mmene ungagwirisire bwino nchito udindo wako kuti ufikise chikomokomo cha Mulungu. Unapaswa kuwa makini, kuwa na ushirika na Mungu. Iye ni akala wonesesa kutukale kwa ubale wabino ni Mulungu. Uwe mtii. Ukale umvera. Uwe mwaminifu. Uwe ukurubirika. Uwe mtii. Ukale umvera. Uwe mwaminifu. Ukale ukurubirika. Ukale umvera. Uwe ukale ukurubirika. Kwa nini nasisitiza hilo? Chifukwa chani ndikunena nena kawili kani hii. Si wote tunajua kuwa Musa hakuwavusha wale watu kuingia Kanaani. Ndipo tose tukusiwa kuti Mose sada wolose atapita Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Huyu alipewa kazi na Mungu kama sisi hapa tulivyopewa. Ana pasida chito ni Mulungu, Mungu alifeyo bwana kapasidwa. Mungu alimpa nafasi. Mulungu anapasa mchito utakwile. Alimpa kila kitu na mwongozo namna ya kufanya. Anapasa tina chilichonso mene angagwilile chito. Alikuwa anampa na hakuacha kumpa taratibu. Ndipo anampasa, ndipo anapitiliza kumpasa mene angachitile. Lakini kama kiongozi uendelee kuwa mnyenyekevu, uendelee kuwa mnyenyekevu chini ya yule anayetupa. Ndipo monga sogole mukane wosichepesa basi pamene anayititana pife likala sogole. Bila hivyo kupanda ichi uongozi wetu utaishia njiani kama wa Sauli. Ndipo usogole watu utakutana panjira monga Sauli. Lakini Mungu anao wengi. Mulungu anao watu ambili. Nafasi yako anaweza akakunyang'anya wakati wowote akampa mwingine. Ndipo udindo wako atakuchosa hapo ndiupeleka mtu mwingine. Asipoona bidii ndani yako. Ndipo katisa kuona kulimbikira ngati mwako. Asipoona faida kutoka. Ndipo katisa kuona pindu kutoka kwa hiyo mwanga tulini. Akiona hasara, yani wewe ni hasara. Kuona iwe ni futo kwa Mulungu kwa libe chipeno mwamtatizira Mulungu. Atainua wengine. Azusaso hena. Akiona wewe unarudisha nyuma wa Kristo. Akaona Kristo akubera mbuyo. Wewe utakuwepo hapo kama kiongozi, kama sanamu tu. Ukapo pamele boga chame kifano kwa masudi wewe bora. Atainua wengine kisirisiri. Ndipo Mulungu azusaso hena kuseripo. Kama Daudi alivyopakwa mafuta kwa mfalme wakati mfalme Sauli yupo. Munga David anazosedwa kama mfumu kwa Sauli alipo kwa anazosedwa David kaya. Mungu ana watu wengi. Mulungu ndiye atambili. Wote tunajua. Tose ndikusiwa. Kwamba aliyevusha wana wa Israeli ni nani? Kutiko amene anaorosa na Israeli. Nani ndani baje? Jifunzo ndani. Moses. Amina matu Moses. Akuta amene anaorosa na Israeli. Ndani funzo jimene. Pita kusiko lamba Jerusa. Mwani tata Musa pia. Mungu. Hapa Musa. Yes, ati. Yoshua. Asante barikiwe. Siko kwa mbili udalisike. Sasa je, ni wachungaji? Ile ndio Musa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi mtanisamehe kabisa. Ile mundi kurugira chode mundi kurugira ile. Karibu
eHope TV.